Bwana mdau wa Love Talks, nikukaribisha katika kipindi cha Love Talks ya leo. Leo tutakwenda kujifunza somo ambalo kwa hakika litakuacha mdomo wazi na utakwenda kushangaa je, nini ambacho kinakwenda kutokea. Katika maisha ya mahusiano kuna kipindi kinafika ambacho hichi kipindi ni cha huzuni kweli. Yaani somo la leo litakuwa la huzuni kidogo, lakini ndo tunapaswa kujifunza ili tuweze kupata kuelewa nini ambacho kinatokea katika somo la leo. Somo la leo ni kwamba kwa dalili hizi basi kwa hakika hupendwi tena. Kabla ya kuachana na mpenzi wako ambaye ulikuwa naye katika mahusiano, kuna mambo ambayo huwa yanatokea kabla hamjaachana. Sasa sisi kama Love Talks ya leo tutakwenda kuzungumzia je, ni mambo yapi hayo ambayo huwa yanatokea kabla ya nyinyi kuachana. Nikukaribishe, hakikisha una subscribe channel yetu ya YouTube ili uendelee kupata masomo kila iitwapo leo. Sasa twende tukajifunze. Leo nitakupa njia 4 tu ambazo kwa hakika ukiziona ndugu yangu hapo upendwi tena. Tafuta sehemu nyingine ambayo unaweza kuweka moyo wako uweze kutulia. Kitu cha kwanza ambacho uwaga kinatokea pale ambapo mtu anataka kukuacha au akupendi tena, yani ana uhitaji na wewe, ni kwamba wewe ndio waga unakuwa mtu wa kwanza kumtafuta. Yani wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kuanzisha mawasiliano yenu, yani wewe ndio mtu wa kwanza kumtext mambo mzima, afisa sikia atavojibu poa, niambie hivyo yani short anakujibu yani short tu, yani huyo mtu tayari amekuchoka. Yani umemtafuta yeye after na bado anakujibu short, maana huyo mtu tayari amekuchoka. Na hiyo stage namba, yani hiyo ndo stage namba 1, kwamba yeye utakuwa unamtafuta wewe, maana yake sikachoka au thamani yako. Na kama unavyojua katika mahusiano mapya ambayo mnapendana, wote waga mnatafutana kwa wakati kweli. Yani hata kipita nusu saa hamjawasiliana, basi unaanza kuwaza mwenzangu vipi kule. Lakini ikifikia stage ambayo wewe ndio unayemtafuta, naongea na wewe ambaye kila siku unamtafuta huyo mwanamke au huyo mwanaume, kila siku ni wewe ndio unaanzisha mawasiliano, basi ndugu yangu, hapo ni kwamba tayari amekuchoka, yani haoni tena thamani yako. So kama wewe umeanza kuona dalili kama hii inatokea katika mahusiano yako, basi jua upo katika njia ambayo ni hatari ya kwenda kupelekea nyinyi kuweza kuachana. Ndio tukatai kuna ubize, lakini amnaga ubize kwa unayempenda. Kwa hakika wengi mnalijua hili. Ubize upo sawa, lakini hauwezi kuwa bize kwa mtu unayempenda. Jambo la pili ambalo kwa hakika ukiliona utakwenda kujua kwamba huyu tayari hakupendi, ni kwamba kukulaumu mara kwa mara. Yani vitu vidogo tu yeye anawaka, si nini kawaka, kitu kidogo tu yeye kawaka. Yani inakuwa kama anakutafutia sababu tuseme. Mfanya kitu kidogo, mfano umempigia tu, bana mimi nipo kazini bana, mbona hivi na hivi, wanapiga simu kila wakati na ukute kwa siku nzima umtafuta mara moja tu. Kwa hapo anakuwa anakutafutia visa. So ukiona hali kama hii inatokea, jua ndugu yangu, kuna hatari sana ya nyie kuweza kuachana. Maana mahusiano yakishaanza sababu nyingi na kukosa mahusiano tena. Hiyo ni njia ya pili ambayo ukiona kwa hakika hupendwi tena. Sasa jambo la tatu ni kwamba kila siku wewe ndio ambaye unajitoa kwa ajili yake. Yani utafanya vitu tofauti ili at least aongeze muda kukupenda wewe, lakini wakati huo mwenzako ameshaacha kukupenda.
So kila siku wewe ndio utakaye jitoa kwa ajili yake, utafanya hivi, utafanya kile, ili tu at least akuone wewe bado mzuri kwake. Lakini mwenzako kwa wakati huo hatoelewa. Kama ni pesa utampa, kama ni kumjali utamkea vizuri nini, lakini yeye hataona. Huyo tayari wewe unajitoa kwake, lakini yeye ajali tena. Yani ajali wewe unapitia nini yani. Wewe ni mtu ambaye tayari amekuchoka na hataki tena kuwa nawe katika mahusiano. Jambo la 4 na la mwisho ambalo kwa hakika ikitokea hili, basi 100% hamna mahusiano tena. Yani hapa ni kwamba kutokukujali tena. Yani yeye sasa kuhusu kukujali ndo basi tena ndo kafunga kazi. Na kwenye mahusiano kama mtu akujali, basi hamna mahusiano hapo. Maana mtu kukujali ni kama kukupa muda wake, kukupa kile ambacho yanacho. Yani kukujali ni moja ya kitu muhimu sana kutoka kwa mtu ambaye una date naye. Kwa kama imefikia stage ambayo mtu akujali, akujuli yali, ajue umemkaje, umekulaje, umeshindaje, hiyo ndio stage ya mwisho ambayo tukiiona tutajomba hapa hakuna mahusiano tena. So ndugu yangu, ndo ilikuwa somo la leo. Nafikiri umejifunza kitu na unapata kuelewa. So hakikisha kama umejifunza kweli, comment hapa chini, pia like, usisahau kusubscribe kwa masomo zaidi. Asante kwa kutazama Love Talks. Tukutane katika wakati mwingine au kipindi kingine. Asante.